hope you are doing fine. I'm going to take you through Go Transcript Part 2 transcription test to ensure that you are able to complete the tests successfully and pass. We are first going to go through the Swahili test, then we'll see if there will be enough time to do the other languages. In this case, we are going to load our browser and select Go Transcript test. So let me confirm if I think it's working. So here you select transcription jobs. Then after selecting transcription jobs, you can also join this meeting through Google Meet. Let me just share the link. Let me share the link here. I think I should have done this earlier. Okay, so we are doing the Swahili Go Transcript test, and you click on apply now, then you select the language. The language should be Swahili. Let us begin with Swahili, then we'll see what we'll do about the other languages. So apply now. Then remember that these questions, let me just I was just checking. It says that you must pass this test with 100% accuracy. Miss even one question, then you will fail. You will have to repeat again. So the first question asks, what is timestamp? And timestamp is the specific, denote the specified time in an audio. It is done after 40 seconds. It can be done within 40 seconds, 2 minutes, or according to the specifications of the client. That was wrong. So I hope we are together. I also told you that you can join through Google Meet. I'm just ensuring that the link is working. I'll not be sharing your details. No one will see if you have joined this meeting. So question 2 inauliza ni nini kisichopaswa kuachwa nje katika unukuzi wa matamshi masafi. In clean verbatim, you always remove out repetitions. That is option A. But slang words and those ones, you don't remove them. In question number 3, it asks, which rule should you follow when transcribing films, books, magazines, song titles, pieces of art, games, TV and radio programs in your transcript, or even foreign language? The answer is that you always italicize these things. Question number 4, which of the following are not true? That is what question number 4 asks, and we want to go very fast. So we know that company names, you should always research this, and make sure that you are writing the correct name of the company. That is, company name should be researched if you don't know how to spell them. Option B, false beginning can be removed from clean verbatim. That is also true. Option C, if the speaker's name is mentioned in the file, it should be used as a speaker's tag as the speaker label. That is all right. Option D, every copy you complete, every
every transcription you have completed will be reviewed by an editor. Sound events are optional. That is not true. Question number 5, it asks if you encounter a file with no sound, otherwise a file that is just silent, what should you do in that case? Report the file and submit a blank copy. That is not true. Report the file. Option B is the right option. Write silent and submit the file. That is not true. Question number 6, what should you do if you come across a brand name but don't know how to spell it? Option A, spell what you think is correct. Not really. Assign an unintelligible ID/label. Not. Do some research on that name. You should always do research on the name. Question number 7. Question number 7 asks, which of the following sentences should be written in bold? And we have been told that there are only 3 things that are written in bold. Everything that has a timestamp, for example, anything that has and there are only 3 things with the timestamp: the inaudible, the speaker label, and the unintelligible. So here it is the speaker label and everything that contains a timestamp. Question number 8. How do you write decades/ages? Ages, you always use that option B. That is the correct answer. Then question number 8. We move on to question number 8 and question number 9. The question number 9, it asks, which of the following sentences has incorrect punctuation? Which of the sentences have not been punctuated correctly? Here it misses a comma. Option B, I think it's right, and D, they miss a comma both. Question number 10, when you don't know who is speaking, which of the following labels do you use? Which of the following labels is correct? It's always a question mark followed by the speaker label. So we confirm. That is how we confirm. Naam, leo ni siku ya ndimi asilia duniani, siku ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha lugha mbalimbali. Let us just listen through the audio, then I'll show you how we should transcribe this audio and correct on the errors that we had made in the earlier part that we were doing. So let it play. Hali duniani kote, watu wengi barani Afrika wanazungumza zaidi ya lugha moja, lakini bado wanasalia kupenda lugha zao za asili. Umoja wa Mataifa unasema lugha nyingi duniani zinapotea kutokana na utandawazi. Takriban nusu ya lugha zote 6,000 duniani ziko hatarini kupotea. Lakini hata hivyo, barani Afrika lugha moja, Kiswahili, imejipenyeza na kupata umaarufu sio tu ndani ya bara bali hata nje. Ibilisi huyu atafanya nini nitakapokuwa mbali? Wanafunzi wakisoma Kiswahili hapa London. What is the mirror? Hili ni somo maarufu sana katika chuo hiki ambapo wanafunzi kadhaa humaliza kila mwaka wakizungumza lugha hii kwa ufasaha. Natoka Marekani, nilijifunza Kiswahili nilipoenda Tanzania miaka 3 iliyopita. Nilikaa Mwanza kwa miaka 2.5 na nikajifunza Kiswahili kule. Nikaanza kusoma hapa SOAS
na nilitaka kuendelea na Kiswahili changu ili kukiboresha, kukitumia baadaye kikazi. Mimi jina langu ni Moe, ninatoka Japani. Sababu ya kusoma Kiswahili yangu ni kwanza nilivutiwa na utamaduni ya Kiafrika sana, kama muziki na ngoma. Ninaitwa Jessica na ninatoka Ureno, lakini wazazi wangu wanatoka visiwa vya Cape Verde. Na ninasoma Kiswahili hapo SOAS kwa sababu ninafikiri kwamba Kiswahili ni lugha muhimu sana katika Afrika, na nina mpango labda kufanya kazi katika Afrika ya Mashariki. Ninaitwa Greti, ninatoka Hungaria katika Ulaya Mashariki, na nilichagua kusoma Swahili kwa sababu ni lugha kubwa zaidi katika Afrika. Licha ya kuwa kuna lugha nyingi katika mataifa 54 ya Afrika, Kiswahili kinavutia kwa sababu ya historia yake pana na nafasi yake kama lugha inayozungumzwa na wengi barani Afrika. Na kimataifa ilipata umaarufu mkubwa kutokana na wimbo na msemo wa hakuna matata. Msemo huu ambao umewekewa hati miliki na kampuni ya Disney ya Marekani umezua mtafaruku mkubwa kwa wazungumzaji wa Kiswahili. Ili suala la kwamba hakuna matata kuchukuliwa kama alama ya biashara, mimi nafikiri si sahihi, kwa sababu ingawa si Kiswahili fasaha, lakini ni maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo unapoyachukua ni kama unachukua lugha ya mtu, utamaduni wa mtu, unachukua utu wa mtu. Sasa kama leo umechukua maneno yake, kesho utachukua nini? Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 100 Afrika Mashariki na Kati, na pia ni moja ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika, na kuna majadiliano ya kutaka kuifanya lugha hii kuzungumzwa na Afrika wote. Afrika Kusini hivi karibuni imeingiza Kiswahili kwenye mitaala yake. I go to conferences with fellow sisters from Africa. Huwa nakwenda kwenye mikutano na kukutana na watu kutoka Afrika wakizungumza Kifaransa, Kiingereza, na hakuna kinachotuunganisha kama Afrika. Kwa hiyo watoto wetu wanahitaji kitu ambacho ni cha Kiafrika na chenye kutuunganisha, na ni lugha ya Kiswahili. Wakati kuna wasiwasi kuwa mambo kama utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani, Kiswahili kinaonekana kuchanja mbuga katika kuunganisha bara la Afrika na pengine kuwa lugha ya Afrika. Okay, so let us paste the initial test that we had, the initial answers that we had. So you paste it like that. So we are going to change. I hope you've seen how we've pasted it. So we are going to play the audio, then see the changes that we should have done in this script. So just a minute, I want to do something. Just a minute, I'm reviewing something, just a minute. So let us play the audio.
Naam, leo ni siku ya ndimi asilia duniani, siku ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha lugha mbalimbali duniani kote. Watu wengi barani Afrika wanazungumza zaidi ya lugha moja, lakini bado wanasalia kupenda lugha zao za asili. Umoja wa Mataifa unasema lugha nyingi duniani zinapotea kutokana na utandawazi. Takriban nusu ya lugha zote 6,000 duniani ziko hatarini kupotea. Lakini hata hivyo barani Afrika that there is a mistake that the speaker stammers there, but since it's a clean verbatim, we do not indicate the stammer. We just leave it as that. We do not include stutters and stammerers in the audio transcript. So we leave it like that. Then I was installing my mouse. Zinapotea kutokana na utandawazi. Takriban nusu ya lugha zote 6,000 duniani. This 6,000, it's okay because this is a number and it's greater than 10, so we write it. Ziko hatarini kupotea. Lakini hata hivyo barani Afrika lugha moja, Kiswahili, imejipenyeza na kupata maarufu sio tu ndani ya bara bali hata nje. So you see here we were making a mistake because sounds made by huyu atafanya nini nitakapokuwa within the same line as the sentence the speaker is speaking. So here it was not correct, and we only wanafunzi transcribe sounds that are significant. So when you listen to this audio carefully, you will realize that the background noise here wakisoma Kiswahili hapa London. Duniani, siku ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha lugha mbalimbali that was not significant duniani kote. Naam, leo ni siku ya ndimi asilia duniani, siku ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha lugha mbalimbali duniani kote. Watu wengi barani Afrika wanazungumza zaidi ya lugha moja, lakini bado wanasalia kupenda lugha zao za asili. Umoja wa Mataifa unasema lugha nyingi duniani zinapotea kutokana na utandawazi. Takriban nusu ya lugha zote 6,000 duniani ziko hatarini kupotea. Lakini hata hivyo barani Afrika lugha moja, Kiswahili, imejipenyeza na kupata maarufu sio tu ndani ya bara bali hata nje. Yeah. So you listen, there's some background noise, but it is not significant. So we have just to ignore it. The correct thing is to ignore the background noise. huyu atafanya nini nitakapokuwa mbali. Wanafunzi Then again, that is right. Kisoma Kiswahili hapa London. What is the mirror? Then just see what the mistake we were doing. Here we should not have put it as unintelligible, but isiyoweza kusikika. Yeah, we were writing. What is the mirror? Then again we were told that if it is English, you just hili ni somo maarufu sana katika the intended what is a mirror. I think that is what the speaker is saying. Wanafunzi wakisoma Kiswahili hapa London. What is the mirror? Hili ni somo maarufu sana katika chuo hiki ambapo wanafunzi kadhaa humaliza kila mwaka wakizungumza lugha hii kwa ufasaha. Natoka Marekani, nilijifunza Again you notice that the background noise here. Nilijifunza Kiswahili nilipoenda Tanzania. Just listen. Just let me. I'm not fasaha. Natoka Marekani, nilijifunza Kiswahili. There is some background noise here, but Nilijifunza Kiswahili nilipoenda is that we are going to put it just before the speaker. So nilipoenda Tanzania and it is not bolded. Miaka mitatu iliyopita nilikaa Mwanza fasaha. Natoka Marekani, nilijifunza Kiswahili nilipoenda Tanzania. Miaka mitatu iliyopita nilikaa Mwanza kwa miaka miwili. You note that we have the 3 we have written them in words because it's less than 10. So here it is. That was correct. Na nusu na nikajifunza Kiswahili kule. Nikaanza kusoma hapa SOAS na nilitaka kuendelea na Kiswahili changu ili kukiboresha, kukitumia baadaye kikazi.
Mimi jina langu ni Moe, ninatoka Japani. You see, Moe, the right name is. Sababu ya kusoma Kiswahili yangu ni Kiswahili changu ili kukiboresha, kukitumia. I think we are going on well. Just digest what we have talked about here. This girl is called Moe. Okay, that is what we have reached there. Baadaye kikazi. Mimi jina langu ni Moe, ninatoka Japani. Sababu ya kusoma Kiswahili yangu. Again, you see the background noise is significant here. We should include it. So we included kusoma Kiswahili yangu ni Moe. Just because it's not her making. Kwanza nilivutiwa na utamaduni ya Kiafrika Japani. Sababu ya kusoma Kiswahili yangu ni kwanza nilivutiwa na utamaduni ya Kiafrika sana. There's a filler word here, but we are doing this in clean verbatim, so we don't include it in the transcription, so we just let it go. Kama muziki na ngoma. Ninaitwa Jessica na ninatoka Ureno, lakini there are some background conversations. You never include them there. Lakini wazazi wangu wanatoka visiwa vya Cape Verde. Let us just pause it a little. So yeah. Cape Verde. Jessica. Via Cape Verde. Again, it should not be bolded. Ninasoma Kiswahili hapo SOAS kwa sababu So you see, ninaitwa Jessica na ninatoka Ureno, lakini wazazi wangu wanatoka visiwa vya Cape Verde. She says na ninasoma, so we don't begin sentences with the conjunctions. That's why there is no na here. We can remove that. Fikiri kwamba Kiswahili ni lugha muhimu sana katika Afrika na nina mpango labda kufanya kazi katika Afrika ya Mashariki. Ninaitwa. Okay, that's right. Again, this one here. It shouldn't be here. Let us just delete it. Ninaitwa Greti. Ninatoka Hungaria katika Ulaya Mashariki na nilichagua kusoma Swahili kwa sababu ni lugha kubwa zaidi katika Afrika. Licha ya kuwa kuna lugha nyingi katika mataifa 54 ya Afrika, Kiswahili kinavutia kwa sababu ya historia yake pana na nafasi yake kama lugha inayozungumzwa zaidi katika Afrika. Licha ya kuwa kuna Now here we are not going to do that. Ya kuwa kuna lugha nyingi katika mataifa 54 ya Afrika, Kiswahili kinavutia kwa sababu ya historia yake pana na nafasi yake kama lugha inayozungumzwa na wengi barani Afrika. Na kimataifa ilipata umaarufu mkubwa kutokana na wimbo na msemo wa hakuna. The background conversation here is significant. So we are going to include it here. Hakuna Like that. Kuna matata. Msemo huu ambao umewekewa hati. Now here it refers to a song title. We italicize it. Hakuna matata. This was right.
miliki na kampuni ya Disney ya Marekani umezua mtafaruku. Now we are going to look for the spelling. There are some things that I didn't tell you. Disney, the Disney company, I think the spell, the college SOAS in UK, I think the spelling is it's this way, so you can see that. So where was SOAS was right here, so here it is right. Disney, let us do away with this. Mtafaruku mkubwa kwa wazungumza. Disney, this was right again. That is the company name. You should always research them to make sure that you are providing the correct spelling. Wa Kiswahili. Ili suala la kwamba hakuna matata kuchukuliwa kama alama ya biashara, mimi nafikiri si sahihi, kwa sababu ingawa. Now here again there was another problem. Again we had another problem. So that when this speaker, again you see there was speaker 3, this should have been speaker 4. Ingawa si Kiswahili fasaha, lakini ni maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo here you don't italicize, but you kwa hiyo unapoyachukua ni kama unachukua lugha ya mtu utamaduni. These were some of the mistakes that were done in the initial test file. Duni wa mtu, unachukua utu wa mtu. Sasa kama leo umechukua maneno yake, kesho utachukua nini? Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 100 Afrika Mashariki na Kati, na pia ni moja ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika, na kuna majadiliano ya kutaka kuifanya lugha hii kuzungumzwa na Afrika wote. Afrika Kusini hivi karibuni imeingiza Kiswahili kwenye mitaala yake. I go to conferences with fellow sisters from Africa. Huwa nakwenda kwenye mikutano na kukutana na watu kutoka Afrika wakizungumza Kifaransa, Kiingereza, na hakuna kinachotuunganisha kama Afrika. Kwa hiyo watoto wetu wanahitaji kitu ambacho ni cha Kiafrika na chenye kutuunganisha, na ni lugha ya Kiswahili. Wakati kuna wasiwasi kuwa mambo kama utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani, Kiswahili kinaonekana kuchanja mbuga katika jamii za mataifa. Ilipata umaarufu. So here you see mkubwa kutokana na wimbo na msemo wa hakuna matata. Msemo huu ambao umewekewa hati miliki na kampuni ya Disney ya Marekani umezua mtafaruku mkubwa kwa wazungumzaji wa Kiswahili. Ili suala la kwamba hakuna matata kuchukuliwa kama alama ya biashara, mimi nafikiri si sahihi, kwa sababu ingawa si Kiswahili fasaha, lakini ni maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo unapoyachukua ni kama unachukua lugha ya mtu, utamaduni wa mtu, unachukua utu wa mtu. Sasa kama leo umechukua maneno yake, kesho utachukua nini? Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 100 Afrika Mashariki na Kati, na pia ni moja ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika, na kuna majadiliano ya kutaka kuifanya lugha hii kuzungumzwa na Afrika wote. Just don't put this in italics. Afrika Kusini hivi karibuni imeingiza Kiswahili kwenye mitaala yake. I go to conferences with fellow sisters from Africa. Huwa nakwenda kwenye mikutano na kukutana na watu kutoka Afrika wakizungumza Kifaransa, Kiingereza, na hakuna kinachotuunganisha kama Afrika. Kwa hiyo watoto wetu wanahitaji kitu ambacho ni cha Kiafrika na chenye kutuunganisha, na ni lugha ya Kiswahili. Wakati kuna wasiwasi kuwa mambo kama utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani, Kiswahili kinaonekana kuchanja mbuga katika kuunganisha bara la Afrika na pengine kuwa lugha ya Afrika. I think with that we are done.
I was forgetting about this one. We are done and we are ready to submit this test. Kufikia hapo nadhani tumemalizana na mtihani huu, na ni kazi yako sasa kuwasilisha, to present it for grading and for them to see if they can assign you an account, but it takes a very long time for them to review the test and give you answers. So I think I'm just going to submit this test, and then I've not seen any request apart from the Italian, so we will send this. I don't see anything that is keeping us from sending it. Just submit. Yeah. One of the things that you always make sure that you have done is that you have labeled the speakers, and for these cases that are speaker 1, speaker 2, make sure that they follow the order 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's correct. So that is right. I think there are no extra spaces. That is good. There, yeah, I have just made sure that I've followed the rules, so I send it for review. One thing again I want to tell you is that when you will be doing the test, make sure that you have at least altered 1 or 2 things in the file that I'll be sending, the audio file. Thank you for listening. I think I'll just end it by that. So yeah, ending.